Ombe. Bwana Mungu aliye hai, Mungu aliye juu, siko mbele zako tena mchana wa leo, tukiwa bado tuna kiu na shauku ya kujifunza kutoka kwako. Bado hatujafika, bado hatujawa wakamilifu, kwa sababu yetu tunahitaji bado kupokea maelekezo kutoka kwako. Mpe kila mmoja wetu basi ulifahamu neno ambalo Roho Mtakatifu unaliambia kanisa leo, likae ndani ya mioyo yetu hata lipate kuzaa matunda yaliyokusudiwa, hata tuzidi kung'aa katika ulimwengu huu kama nuru ya ulimwengu. Asante Mungu mwema, kwa sababu utampa kila mmoja wetu kushinda na zaidi ya kushinda kutokana na kujifunza haya katika jina la Yesu. Amen. Kabla tuendelee katika somo letu, hatuna budi kujikumbusha kwamba Mkristo ni mtu yule ambaye ameokolewa. Wako watu wengi leo ambao wanaitwa Wakristo ambao hawajakutana na Yesu, hawajaokoka. Nyakati zile za kanisa la kwanza, watu namna hii kila mmoja angewashangaa. Hakuna mtu aliyekuwa anaitwa Mkristo ambaye hajaokoka. Yeyote aliyekuwa na sehemu katika kanisa alikuwa ni yule tu aliyeokolewa. Katika Matendo ya Mitume sura ile ya Matendo ya Mitume sura ile ya pili, Matendo ya Mitume sura ile ya pili, katika mstari ule wa 47 tunasoma mwishoni hapo. Matendo ya Mitume 2:47, Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Mtu aliyekuwa na sehemu katika kanisa alikuwa ni yule tu aliyekuwa ameokoka. Sio hilo tu, lakini kila kinachoitwa wokovu nyakati hizi vile vile kingewashangaza watu waliokuwa kwenye nyakati za kanisa la kwanza. Leo tuna watu wengi wanaoitwa wameokolewa, lakini kimsingi hawajaokoka, hawajakutana na Yesu kabisa. Na kadiri injili ya namna nyingine inavyoendelea kuhubiriwa nyakati za mwisho, watu wa namna hii wanazidi kuwa wengi zaidi, na watu ambao wamepewa wokovu bandia, wamehubiriwa wokovu bandia, wakapokea wokovu bandia, wamedanganywa nao wakawa wamedanganyika kwamba wameokoka. Kuokoka kunamfanya mtu awe na uwezo wa kushinda dhambi kabisa na ulimwengu, kwa sababu hiyo maisha yake yanabadilika kabisa. Yesu aliwaita watu hawa kwamba si wa ulimwengu huu. Kawaida ya ulimwengu haiko kwao. Watu wa ulimwengu watasema haiwezekani kuokoka kwa sababu hawana uwezo wa kushinda dhambi. Wanashangaa mtu anawezaje kuishi bila kulewa, bila kunywa pombe, bila kuvuta sigara, bila kufanya uasherati. Anawezaje kuishi? Anawezaje kuona raha? Mtu aliyeokoka si wa ulimwengu huu. Yesu akasema si wa ulimwengu huu. Tujikumbushe hapo pia katika Yohana sura ile ya 17. Yohana sura ile ya 17 mstari wa 14. Yohana 17 mstari wa 14. Mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu.
alirudia hili tena na tena. Mstari wa 16, wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Ndio, ukiona neno linarudiwa kwa msisitizo, lina maana kubwa sana katika Biblia. Mtu aliyeokolewa anakuwa si wa ulimwengu huu, manake hawi mtu wa kawaida, ni supernatural being. Ni mtu ambaye ana uwezo wa kufanya yale ambayo mtu wa kawaida hawezi kufanya. Amepewa uwezo wa kufanya yale ambayo mtu wa kawaida, mwanadamu wa kawaida hawezi kufanya. Mwanadamu wa kawaida atavuta tu na tamaa, hawezi kusema hapana kwa uasherati. Hata akisema hapana atakuwa ni mnafiki tu. Atasema hapana wakati moyoni anasema ndio. Lakini mtu huyu amepewa uwezo usio kwa kawaida kutoka mbinguni, ambao umemfanya mtu huyu kuwa si mtu wa kawaida. Ni tofauti na watu wa ulimwengu huu. Kila anachokipenda walimwengu yeye hakipendi tena, kwake anakichukia. Paulo mtume anasema, nalihesabu yale yote yaliyokuwa faida kwangu kuwa ni hasara ili nimpate Kristo. Yale yote ambayo aliyokuwa nayaona yana faida ni starehe. Sasa anasema katika Wafilipi sura 3 kwamba sasa anayaona kuwa ni mavi. Amebadilishwa kabisa. Amekuwa ni mtu tofauti kabisa na watu wa ulimwengu. Muziki ya dance ambao wanaiona ni furaha, wanaiona ni starehe kwao. Mtu aliyeokolewa sio starehe tena kabisa. Haimpi raha kabisa tena. Si kitu kinampa raha, si kitu kinamvutia tena, si kitu ambacho kina faida kwake. Pale ambapo walimwengu wanaposema mtu akivaa heleni, akivaa bangili, akivaa mkufu ndio anapendeza. Mtu akitia wanja, akitia kucha za bandia, akitia wigi ndio anapendeza. Akajikoboa sura yake akawa mweupe kwa madawa ndio anapendeza. Mtu aliyeokolewa hawezi kuona kitu kile ni kupendeza. Ataona kitu kile ni kinyaa, ataona kitu kile ni machukizo. Anakuwa mtu ambaye si wa kawaida. Yale anayoyaona anapendeza, watu wa kawaida wanashangaa. Yule mtu wa namna gani anapendezwa na haya? Yale ambayo kwake anaona hayapendezi, ni kinyaa, ni kinyesi, watu wa ulimwengu wanaona yale ndio mazuri, ndio ya faida, ndio starehe, ndio anasa. Kwa hiyo wanakuwa watu hao ni wawili tofauti kabisa. Mtu aliyeokolewa hatendi dhambi. Sema hivyo, mtu aliyeokolewa hatendi dhambi. Ndio, hawezi kutenda dhambi wakati anajua hii ni dhambi, halafu akatenda dhambi, halafu akasema nitatubu baadaye. Huyo hajakutana na Yesu, huyo hajaokoka. Mtu aliyeokolewa hatendi dhambi. Na hii ndio tofauti kati ya watoto wa ibilisi ambao hawajaokolewa. Watu ambao hawajaokolewa wanaitwa watoto wa ibilisi. Hawana haki ya kusema baba yetu uliye mbinguni. Yesu alisema katika Yohana 8:44, baba yenu ni ibilisi, kwa sababu tamaa zake ndizo mpendazo kuzitenda. Watoto wa ibilisi tofauti yake na watoto wa Mungu. Mtu aliyeokolewa anaitwa mtoto wa Mungu. Yohana 1:12, wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu, ndio hao waliaminiwa jina lake. Mtu ambaye ameokolewa, mtu ambaye ni mtoto wa Mungu sasa, amepewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Na tofauti kati ya watoto wa Mungu sasa na watoto wa ibilisi ni kwamba watoto wa ibilisi ni watenda dhambi, hawana uwezo wa kushinda dhambi. Lakini mtoto wa Mungu huyu aliyeokolewa ana uwezo wa kushinda dhambi. Hii ndio tofauti ya watoto wa ibilisi na watoto wa Mungu. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3. Sasa waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 8 mpaka mstari wa 10. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 8 mpaka mstari wa 10. Atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Mstari wa 9 endelea.
Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Hakuna maneno yaliyo wazi namna hiyo. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Aliyezaliwa na Mungu, uzao wa Kristo asiyetenda dhambi umeingia ndani yake, kwa sababu yeye hatendi dhambi kama Kristo asivyotenda dhambi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao. Hatuwezi kujua huyu ni mtoto wa Mungu kwa sababu anasema Bwana asifiwe. Hatuwezi kujua huyu ni mtoto wa Mungu kwa sababu anasali kanisa linaloitwa kanisa la Kipentekoste. Hapana, hiyo sio ishara ya mtu kuwa mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu hatendi dhambi. Ndio, si wa ulimwengu, ana uwezo wa kushinda dhambi. Kwa sababu hii utamwona yuko tofauti na wanafunzi wengine wote shuleni kwake, na wanafunzi wengine wote chuoni kwake. Utamwona ni tofauti na wafanyakazi wenzake wote ofisini kwake. Utaona ni tofauti na wafanyabiashara wenzake. Kile wanachokifurahia yeye hakifurahii. Kile ambacho anakiona ni starehe na anasa, kwake ni mavi. Ni mtoto wa Mungu. Unaweza kuona. Kwa sababu hii sasa Biblia inasema tunapaswa kujijaribu wenyewe kwamba tuko katika imani au la. Kinyume chake tutakuja kama hivi kanisani na siku ya siku tutashangaa. Yesu atatuambia, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana ambaye atakayeurithi ufalme wa Mungu, ni wale tu wanaotenda mapenzi yake. Unaweza kuona. Kwa sababu hii Mungu katika neno lake anasisitiza tujijaribu wenyewe. Wakati wote tunaposikia maneno kama haya, tusiyazoee. Tujijaribu wenyewe, tusione aibu. Tujijaribu wenyewe, tujithibitishe kwamba tuko katika imani kweli ya wokovu au la. Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 5. Wakorintho wa pili 13 mstari wa 5, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe. Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe. Tunaweza tukajijaribu sasa kwa msingi hii tuliojifunza na kujua, je, ni watoto wa Mungu kweli au ni watoto wa Ibilisi? Tumeokolewa au haujaokolewa? Na baada ya kugundua kwamba hatujaokoka, bado nafasi ingalipo. Tunachotakiwa kufanya ni kutubu dhambi zetu kwa kumaanisha kuziacha kabisa. Kukataa ulimwengu toka ndani ya mioyo yetu, kukataa anasa zao, kukataa starehe zao, na kutaka kufanya mapenzi ya Mungu yote bila kuchuja, bila kwenda kushoto au kulia. Na kusema kuanzia sasa nataka kuliishi neno, nataka kuishi maisha ya utakatifu ambao pasipo huo hakuna mtu atakayemwona Mungu. Na tunamwomba Yesu Kristo uweza wa kushinda dhambi. Tukiwa kweli tunatubu kwa dhati, Mithali 28:13, asifichaye dhambi zake hawezi kufanikiwa kupata uwezo huo. Ni wale tu wanaoziungama dhambi zao kwa kumaanisha kuziacha kabisa, hao watapewa uwezo wa kushinda dhambi na kufanyika watoto wa Mungu. Watapewa uwezo wa kuwa watu wasiokuwa kawaida, supernatural, watu ambao watakuwa tofauti na watu wa ulimwengu. Sasa tukiwa tumejikumbusha juu hilo, hatuna budi vile vile kuelewa kwamba wako watu wengi vile vile ambao wanaweza wakawa wamepata uwezo wa kushinda dhambi, lakini bado wamepungukiwa na neno moja. Ndilo hili tunaloliangalia leo. Kwa kigezo hiki unaweza kugundua kwamba kweli mimi nina uwezo wa kushinda dhambi, mimi nimeokolewa, ikathibitika hivyo ndani ya moyo wako, lakini bado ukawa umepungukiwa na neno hili. Na neno hili bado naliona limepungua kwa watu wengi tu hapa.
Roho Mtakatifu akumulike leo, ujione kupungua kwako. Biblia inasema juu ya mtu yule, alipimwa katika mizani naye akaonekana amepunguka. Neno hili likupime katika mizani leo na ujione umepunguka. Baada ya kujiona umepunguka, uombe kuwa katika hiki ambacho Mungu anakitarajia kukiona kwa watu waliookolewa. Mungu anapotuokoa sasa, hataki kutuona leo tunaishi maisha namna hii, kesho tunabadilika. Anataka maisha yetu yawe ya kudumu, maisha yetu yawe ya siku zote. Wako watu ambao vile vile wameokoka, sawa, wana uwezo wa kushinda dhambi, lakini hawajakuwa na uwezo wa kuishi maisha ya kudumu. Utaweza kuona watajifunza juu ya maombi. Wakijifunza juu ya maombi, utaweza kuona wanasisimka, wanasikitika kwamba hawakuwa waombaji. Wakijifunza kwamba ni dhambi kuacha kuwaombea wengine, ni dhambi kuacha kuombea watu wengine, tayari atasisimka, atahuzunika, anaweza hata kulia sana, akaanza kuomba. Lakini ataomba tu kwa muda, kwa msisimko. Utaona atakuwa mwombaji kwa msisimko, na hivyo ataomba labda wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, amerudia kule kule. Huyo hampendezi Mungu kabisa, wala si maisha ya watoto wa Mungu ambayo Mungu anatarajia kuyaona. Lazima yawe maisha ya kudumu. Kama ni maombi, lazima tuwe ni waombaji wa kudumu. Mungu apendezwi na mtu ambaye analipokea tu neno alafu kwa msisimko anaweza kulitendea kazi kwa wiki mbili, wiki tatu, anarudi kule kule alikokuwa. Huyu amepungukiwa na uwezo wa kuishi maisha ya kudumu. Uwezo huu ulikuwa kwake Yesu Kristo. Yesu Kristo hakufanya kitu fulani kwa msisimko, hakufanya jambo fulani kwa wiki mbili, wiki tatu akaliacha, lakini siku zote alifanya yale yampendezayo Mungu. Siku zote, sio Jumapili peke yake, lakini siku zote. Na kwa sababu anasema, ndio maana Mungu hakumwacha. Unaweza kuona kumbe kuna watu wanaosema wameokolewa, lakini nyakati fulani katika maisha yao Mungu anawaacha. Kwa sababu pale unapoacha kufanya yale yanayompendeza, unafanya tu Jumapili, Mungu atakuwa na wewe Jumapili. Kama unafanya Jumapili tu ndio unafanya yale yampendezayo, Mungu atakuwa na wewe Jumapili. Jumatatu haufanyi yale yampendezayo, Jumanne haufanyi yale yampendezayo, Mungu atakuacha. Kwa maana hiyo Yesu Kristo anasema kwa nini Mungu hakumwacha? Ni kwa sababu aliishi maisha yanayompendeza siku zote kwa kudumu, sio kwa msisimko, kwa kudumu. Sema hivyo, kwa kudumu. Ndio Yohana sasa sura ya 8. Yohana sura ya 8 mstari wa 29. Yohana 29 tunasoma. Yohana 29, naye aliyenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu. Sema pamoja nami kwa bidii. Kwa sababu nafanya siku zote. Piga kelele, nafanya siku zote yale yampendezayo. Hakuwa anafanya Jumapili tu, hakuwa anafanya Jumatatu tu, hakuwa anafanya Jumanne tu, hapana. Alifanya siku ngapi? Sema, alifanya siku ngapi? Alifanya siku ngapi? Na mtu ambaye kweli ni mtoto wa Mungu, ambaye anaishi maisha ambayo ni ya utakatifu. Utakatifu sio wa siku moja, utakatifu sio wa siku mbili, utakatifu sio kitu cha msisimko. Utakatifu ni badiliko la kudumu la maisha. Kwamba ukishajua kitu hiki ndio mapenzi ya Mungu, tayari ukishakishika, ukishakikamata, hakitoki kwako tena.
Huo ndio utakatifu. Kwa hiyo unaweza kujijua kama ni mtakatifu. Unaweza kuwa unasema umeokolewa, sawa, umeokolewa, lakini wewe ni mtakatifu? Mshike mkono jirani yako, muulize, umeokolewa sawa, lakini wewe ni mtakatifu? Ndio. Unaweza ukajipima, ukajijua. Mtakatifu anaishi maisha ya kudumu, anafanya mapenzi ya Mungu, piga kelele, siku zote. Kwa bidii tena, siku zote. Ndio. Maisha yake ni ya kudumu. Sio kwa sababu kwa habari tu ya tabia, kwa habari ya chochote kile anachojifunza katika neno la Mungu, akikishika amekishika. Akisikia habari za ibada, kwamba Mungu anapendezwa, kwamba imetupasa kuwamo nyumbani mwa Bwana, akajua ni wajibu wetu kwa nyumbani mwa Bwana. Hawezi kuwa ni mtu Jumapili hii yuko kanisani, Jumapili ijayo hayuko ibada. Hapana, huyo sio mtakatifu. Mtu ambaye ni mtakatifu maana yake, kama kuna ibada Jumatano, kama kuna makanisa nyumbani Jumamosi, kama siki kuna maombi ya Powerhouse katika vituo vyetu vya section ya Alhamisi, akijua kuna mahali pa makusanyiko ya watakatifu, na akijua Mungu amesema tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, akilishika hilo, amelishika, Jumapili utamuona ibada, Jumatano utamuona ibada, Alhamisi utamuona Powerhouse, Jumamosi utamuona makanisa nyumbani. Akisikia kuna maombi ya zoni ambayo tunatakiwa kujihudhurisha katika maombi, akisikia kuna maombi ya kambi, hata kuwa ni mtu wa kushika maombi siku moja, kushika maombi siku mbili, alafu siku nyingine anangojea tena neno la kumsukuma, kama betri ambayo imelala usingizi, kama betri ambayo imeisha chaji, sasa inatiwa chaji. Gari betri iko chini, imekwisha chaji, gari linasukuma kiki ndio linawaka. Mtu mtakatifu sio kusukuma kama gari bovu. Mtu mtakatifu si mtu kusukuma kama gari bovu, lakini ndani yake kuna roho ya Kristo ambayo inampa kuishi maisha ya kudumu, kama Kristo alivyoishi maisha ya kudumu siku zote, naye anaishi hivyo. Nyakati za kanisa la kwanza, watu waliokuwa wameokolewa walijifunza sana mapema, ili wapate kujua mapema kwamba mtu mtakatifu, mtu ambaye anaishi maisha yanayompendeza Mungu, anatakiwa kuishi maisha ya kudumu, sio kukengeuka kwenda kushoto wala kukengeuka kwenda kulia, bila kujali magumu yanampata, bila kujali mazuri yanakuja kwake. Habadiliki mtu huyo, habadiliki mtu huyo, habadiliki mtu huyo. Akishajifunza jambo na kulishika, amelishika moja kwa moja. Akijifunza juu ya ibada, kwamba anatakiwa kuhudhuria katika mafundisho ya mitume, atahudhuria mafundisho ya mitume na kwa namna ya kudumu. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 2 tena. Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sasa sura ya 2. Tunasoma mstari wa Matendo ya Mitume sura ya 2. Sasa tunasoma mstari wa 41 mpaka mstari wa 42. Matendo 2:41 mpaka 42 tunasoma. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Angalia kwa makini mstari wa 42. Wakawa wakidumu, sema neno hilo, wakawa wakidumu. Piga kelele, wakawa wakidumu. Sio siku moja, sio kwa msisimko. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kumega mkate, na katika kusali kwa kudumu. Hawakuwa na sali siku moja, siku nyingine huwaoni. Hawakuwa naonekana leo, kesho huwaoni. Hawakuwa kwenye maombi leo, kesho huwaoni. Walikuwa na ya mtu ambaye Mungu anapendezwa naye. Ikiwa tumemwomba Yesu atuokoe, tunatakiwa tujue bila kuwa na maisha namna hii tumepungukiwa. Hatuna budi kuja kwake tena kwa uchungu pale ambapo tunaishi maisha ambayo si ya kudumu. Ni kwa msisimko tu. Utasikia tunaweza kujifunza hapa kwamba Mungu anapendezwa tukiwa tunaimba.
tuwe tunaimba kwa sauti, kwa mioyo yetu yote, kwa furaha, kwa kutabasamu katika kwaya. Utalishika neno hilo kwa siku moja, utatabasamu kwa siku moja, kesho yake utabasamu tena. Neno la Mungu limeeleza, limesema kwamba mtu wa kwenu na ana moyo wa kuchangamka na aimbe. Kwa hiyo utatakiwa kama ni kuimba kwaya, uimbe kwa kuchangamka, uimbe kwa kulifurahia lile neno, uimbe kwa kujua lile neno ni habari njema unazipeleka kwa watu. Habari njema huwezi kuzipeleka kwa watu wakati umenuna. Utajifunza neno hilo kwa siku moja, utaona kwaya watu wale wanatabasamu, wamechangamka siku moja. Waangalie baada ya wiki ijayo, waangalie wiki ya 3, wamerudia kununa ndita usoni. Hawa sio watakatifu. Mtakatifu maisha yake ni ya kudumu. Akilishika jambo amelishika moja kwa moja. Si mtu ukengeuka, leo yuko huku kushoto, kesho yuko kulia, kesho amepita katika njia, ameshika katika mstari. Utaona tutajifunza hapa na kusema tunapojitaja neno la Mungu, Mungu anahitaji tujitaje neno neno kwa sauti zetu zote. Tukiambia kulitamka neno, lazima tulitamke maneno ya Mungu, tuyatamke kwa kicho, kwa hofu, tukijua haya ni maneno ya Mungu. Tutatamka kwa sauti yetu yote, tutatamka kwa sauti yetu yote. Tutajifunza neno hilo mara moja. Utaona katika ibada fulani, utaona kwa msisimko watu watapaza sauti zao. Utaona kama kwamba watu wamelisikiliza neno hilo, wamebadilika. Wape wiki moja, wape wiki 2, wamerudi kule kule. Hawa sio watakatifu. Hawa sio watakatifu. Watakatifu wakalishika jambo, wanalishika jambo na kulitendea kazi kwa kudumu. Hawakengeuki kwenda kushoto, hawakengeuki kwenda kuume. Na tutajifunza kwamba tunapokuwa tunaitika amen katika mahali popote, tuna maana kubwa kwa kusema amen. Neno amen manake na iwe, na ndivyo hivyo. Ni affirmation, ni kitu ambacho unakithibitisha. Mashetani yote yasikie, nafsi yako yote isikie, kila anayekuzunguka asikie kwamba ndivyo ilivyo. Na kwa sababu hiyo haitakuwa ni kitu ambacho umnasikia kitu cha namna hiyo leo utaitika amen kwa nguvu, kesho msisimko wakati umeondoka, umeshasahau, hakiko ndani yako, ujawa na uwezo wa kuishi maisha ya kudumu, humpendezi Mungu. Yesu akasema, nafanya siku zote yale yampendezayo Mungu. Pale ambapo nimeshika jambo, nimelishika moja kwa moja. Watakatifu wanaotajwa katika Biblia hata tangu nyakati za Agano la Kale, ambao wanatajwa katika historia, walimpendeza Mungu. Walikuwa na maisha ya namna hiyo. Wengine walishika maneno ya Mungu wakiwa wadogo sana, wakiwa vijana wadogo sana, lakini hawakuacha usafi ule, hawakuacha utakatifu ule katika ujana wao mpaka katika utu uzima wao. Miongoni mwao alikuwa ni mfalme. Cheo hakikumbadilisha. Wako watu wengine cheo kinawabadilisha. Watashika yale ambayo wamejifunza, yale ambayo wameelekezwa wakati bado hawajakuwa na vyeo. Tena wengine vyeo vidogo sana tayari vimeondoa. Katibu sijui wa chama fulani cha upinzani wa kata, tayari kinamfanya mtu asije ibada. Katibu wa kata. Sasa ukiwa mbunge, tutakuona kweli? Tayari katibu wa kata tayari umeshakengeuka kwenda kushoto kwenda kulia. Yosia alikuwa ni mfalme, na alianza kuwa mfalme akiwa na umri wa miaka 8 tu. Lakini maandiko yanasema alifanya yaliyo mema mbele za Mungu, hakukengeuka kwenda kushoto wala kulia maisha yake yote, sio siku moja wala 2. Ufalme ulikuja kwake katika utoto tu. Mungu ndio maana alimwamini na kusema huyu pamoja na utoto wake anaweza. Alimwangalia akaona moyo wake, jinsi ambavyo ukishika jambo umelishika. Alikuwa na uwezo kuishi maisha ya kudumu. Mungu akapendezwa naye. Leo anatafuta mtu katikati ya kanisa hili ambaye tangu leo atamlilia Mungu, atakataa kuishi maisha ya msisimko, kwamba akilishika jambo amelishika, na hata jana aliye kushoto aliye kulia kwake, yeye itakuwa ni sehemu ya maisha yake. Na angalia Yosia, mfalme huyu anatajwa katika Wafalme wa Pili sura 22. Wafalme wa Pili sura 22.
Wafalme wa pili sura ya 22. Wafalme wa pili sura ya 22. Tunasoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Wafalme wa pili sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Yosia alikuwa na umri wa miaka mingapi alipoanza kutawala? Mingapi? Hebu jaribu kuwaza. Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 31 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake aliitwa Yedida binti wa Bozkathi. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Akaenda katika njia yote ya Daudi baba yake. Sema pamoja nami. Wala hakugeuka upande wa kuume wala wa kushoto. Huo ndio utakatifu. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Akaenda katika njia yote, sio nusu wala robo, katika njia yote ya Daudi baba yake. Wala hakugeuka upande wa kuume wala wa kushoto. Na anatajwa miongoni mwa wafalme. Maisha yake haya yalimpendeza Mungu upeo. Wafalme wa pili sasa mbele kidogo hapo, sura ya 23 mstari wa 25. Wafalme wa pili 3 mstari wa 25. Kabla ya huyo hapakuwa na mfalme mfano wake, aliyemwelekea Bwana kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote na kwa nguvu zake zote. Mtakatifu atamwelekea Bwana kwa namna hiyo, kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote na kwa nguvu zote, sawa sawa na sheria zote za Musa. Wala baada yake hakuinuka mmoja mfano wake yeye. Naweza kuona Yosia tangu utoto wake, tangu akiwa na umri wa miaka 8. Mjaribu kuwaza, amelishika jambo akababaishwa na lolote jingine. Tangu utoto wake hakubabaishwa. Ujana hakumtoa pale, cheo cha ufalme hakikumsisimua na kumtoa pale. Haya ndio maisha ambayo Mungu anayatarajia kuyaona kwa watu waliookolewa. Wengi wetu tunafahamu juu ya Ayubu. Ayubu anatajwa jinsi alivyokuwa mtakatifu, ambaye Mungu anasema katika dunia ya nyakati hizo hakukuwa na mfano wake. Tujikumbushe katika Ayubu sura ile ya kwanza. Ayubu sura ile ya kwanza. Ayubu sura ya kwanza. Ayubu sura ile ya kwanza mstari ule wa Ayubu sura ile ya kwanza mstari ule wa 8. Ayubu sura ile ya kwanza mstari wa 8. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na uelekevu. Uelekevu maana yake ni mtu ambaye anaelekezeka. Ukimwelekeza basi, kama alijui jambo atakuwa ni kwa sababu hakulijua, lakini akishalijua ni mtu wa kuelekezeka, anafundishika. Akishafundishwa jambo akilishika basi amelikamata moja kwa moja. Je, umemwangalia mtumishi wangu Ayubu? Umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na uelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ayubu maisha haya hakuwa anayeishi kwa siku moja, hakuwa anayeishi kwa siku mbili. Wengi wetu najua aliyompata. Utajiri wake wote ulifumuliwa na kuharibiwa kwa siku moja tu. Watoto wake 10 wote walikufa kwa siku moja tu. Alianza kuugua, akawa na mateso ya namna ya kutisha. Lakini yote hayo hayakumtoa katika kufanya mapenzi ya Mungu. Hayakumfanya kengeuke kwenda kushoto wala kulia. Kile alichokuwa amekishika alikishika moja kwa moja kukiacha
Na yeye mwenyewe anasema maneno hayo. Angalia sasa Ayubu sura ya 27. Ayubu 27 mstari wa 6. Ayubu sura ya 27 mstari wa 6. Haki yangu naishika sana, wala sitaiacha. Anaeleza sitaiacha kwa sababu mifupa inagandamana sasa. Inagandamana na ngozi. Nyama yote imetoweka kwa ajili ya mateso. Kwamba hiyo ndio nifanye niache haki ya Bwana, niache kufanya mapenzi ya Bwana. Hapana. Haki yangu naishika sana, wala sitaiacha. Moyo wangu hautanisuta wakati nikiwapo hai. Sema hivyo. Moyo wangu hautanisuta wakati nikiwapo hai. Unaona mpaka hapa saizi inabidi niseme piga kelele. Haya, piga kelele tena, sema maneno hayo. Utasubiria kuambiwa piga kelele ukiwa ni mtakatifu. Yatakuwa ni maisha ya kudumu. Utajua ukiambiwa kuzungumza neno moja kwa moja utalitamka vile ulivyoelekezwa. Lakini kuna kitu kimepungua kwako ambacho nataka uwe nacho leo. Wala hutakuwa nacho kwa nguvu zako, kwa uwezo wako, kwa kujitahidi. Ni kwa sababu unajitahidi ndio maana unaona leo nacho, kesho haunacho. Yesu alisema katika Yohana 15, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Hata leo unafikiri ni hili ni dogo sana. Ili kwa nini hatuwezi hili? Uliwezi bila msaada wa Mungu. Uliwezi. Ni pale ambapo unapokuja kwake na kujiona utupu wako na kusema nataka maisha haya yawe ni maisha ya kudumu. Mungu atakupa kuishi maisha ya kudumu. Ayubu anasemaje? Anasema haki yangu naishika sana, wala sitaiacha. Moyo wangu hautanisuta wakati nikiwapo hai. Ikiwa ujaje ibada Jumapili hapa, halafu uko nyumbani kwako unauza mandazi, moyo wako haukusuti? Na kuuliza, moyo wako haukusuti? Moyo wako haukusuti? Ikiwa unajua wewe ni mwanakambi katika kambi ya maombi na unajua watu wanaomba, lakini wewe hujahudhuria wiki 3, wiki 4, moyo wako haukusuti? Moyo wako haukusuti? Ikiwa unajua wewe ni mhudumu na nizamu yako kuhudumu mchana au usiku, unajua kabisa hii ni zamu yako, lakini hujaenda, na kuuliza, moyo wako haukusuti? Moyo wako haukusuti? Ikiwa kweli umeokolewa, moyo wako utakusuta. Ikiwa umevaa mavazi ambayo ni tofauti na jinsi ulivyojifunza, moyo wako haukusuti? Ingawa wapendwa hawako karibu na wewe, moyo wako haukusuti? Moyo wako unakusuta kwamba hivi sivyo ulivyojifunza, hivi sivyo ulivyojifunza. Na ikiwa unajua leo ni siku ya mazoezi ya kwaya na hujaenda kwenye mazoezi, na kuuliza, na unafanya shughuli zako tu nyingine, moyo wako haukusuti? Moyo wako haukusuti? Unajua wewe unapiga besi, unapiga solo, sijui unapiga kinanda, na hujaenda kwenye zoezi, na wengine kule unajua wako zoezi, na kuuliza, moyo wako haukusuti? Unakusuta, si ndio? Ayubu akasema haki ya Mungu, maana yake yale yaliyo mapenzi ya Mungu aliyashika wala hakuyaacha. Aliyashika wala hakuyaacha. Na moyo wake sasa anaeleza hauwezi kumsuta, hata uacha umsute wakati wowote ule. Moyo wangu hautanisuta wakati nikiwapo. Wakati nikiwapo. Jaribu kuwaza maisha hayo. Unaishi maisha hayo? Na kuuliza, unaishi maisha hayo? Anasema moyo wangu hautanisuta nikiwapo hai. Huyo ndio mtakatifu. Ndio Mungu akaangalia akasema huyu ni mkamilifu. Kumbuka, haya si maisha watu fulani tu maalum. Haya ni maisha ambayo yanatarajiwa kuwa kwa kila mtu aliyeokolewa. Bila maisha haya huwezi kumwona Mungu. Mathayo 5:48, Mathayo 5:48 Biblia inasema inatupasa kuwa wakamilifu kama nani? Kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Unaweza kuona, na ukamilifu ndio huu siku zote.
Ndio ukamilifu ule wa Yesu siku zote, sio leo tunafanya kesho tumesha kubadilika. Ayubu kwa hivyo hakuruhusu moyo kumsuta, hakuruhusu moyo kumsuta. Utaona kabisa kama unaitika vile ambavyo ni tofauti na jinsi ulivyojifunza, tena utaona kuna moyo unakusuta pale pale, kama tumerudia yale yale. Haukusuti, haukusuti. Ayubu sasa akasema, moyo wangu hautanisuta katika kipindi chote cha uhai wangu. Umepimwa katika mzani leo na umeonekana umepungua. Ukisogelea kiti cha neema kwa ujasiri leo, upate kuomba rehema, upate kuomba neema ya kukusaidia, ili na wewe uwe na maisha ya kudumu. Sio wewe mtu wa ambao unaishi maisha ya msisimko. Angalia tena Ayubu 23 mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Ayubu 23 mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Ayubu 23 mstari wa 11 mpaka 12. Mguu wangu umeshikamana na hatua zake, njia yake nimeishika wala sikukengeuka. Huyu ni Ayubu anazungumza. Mguu wangu umeshikamana na hatua zake, njia yake nimeishika wala sikukengeuka. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Huyo ni mtakatifu. Mguu wangu umeshikamana na hatua zake, njia yake nimeishika wala sikukengeuka. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Naweza kuona akijifunza kitu, akielekezwa jambo, amelishika, hangoji kusukumwa tena. Wako wengine ambao wanasubiri kusukumwa hata kwa vitu vinavyoviona vidogo sana. Ni washiriki wa siku nyingi tu hapa, wanajua wajibu wao kusogea mbele wakati wa ibada, lakini utaona watasubiri wahudumu, wakati mwingine mpaka mratibu ahangaike nao. Sogea mbele, sio nafasi zote zile pale, sogea mbele, sogea mbele. Ameng'ang'ana tu, sogea mbele. Ni kwa kusukuma ndio ataenda. Akienda leo, kesho amerudi tena kule kule mpaka mhudumu apige makelele lete, sogeeni mbele. Huyu sio utakatifu. Mtakatifu akishika jambo, akijifunza jambo, akieleza hata lile linaloonekana ndogo sana, atalishika moja kwa moja. Akijua anatakiwa kuwa partner, anatakiwa kutoa kwa ajili ya upartner, au partner ili injili ipate kwenda ulimwenguni. Akijua jambo hili ni jema, atalishika bila kujali mkondo wa fedha sasa ni mzuri au sio mzuri. Atakuwa ni partner wa kudumu, atakuwa ni mtoaji wa kudumu. Hapa Ayubu mambo yake yote yamepukutika, watoto wake 10 wote wamekufa, kila kitu kimepukutika. Anaumwa, yuko hoi tabani. Hapa majipu yako kila mahali katika mwili. Mfupa umegandamana na ngozi, nyama imebaki tu ile ya meno ya fizi. Lakini hata hapa anasema moyo wangu hautanisuta. Hata hapa anasema katika mabaya yote haya bado nimeshikilia lile jambo ambalo nimelijua hili ni la ukamilifu, bado nimelishika kulitenda. Hebu jaribu kuwaza, hebu jaribu kuwaza na kuuliza, ndivyo ulivyo? Mshike mkono jirani yako, muulize, ndivyo ulivyo? Ndivyo ulivyo? Ndivyo ulivyo? Mtu ameshajua ni jambo jema kutoa ili injili iende mbele. Ameshajua kwamba si jambo jema mtu mzima kutoa sarafu, ni kumdhihaki Mungu, ni sadaka kilema. Hawezi kufanya hivyo leo, kesho akalirudia tena kulifanya hilo. Hapana. Akilishika jambo, amelishika. Akishajifunza kwamba tunapopata miujiza ni wajibu wetu kushuhudia. Akaona Mungu ametenga ibada nzima kujifunza jambo hilo na kutoa mifano kwamba nchi nyingine hawako hivyo, nchi nyingine hawako hivyo.
akilishika jambo hilo, sasa nitaanza kushuhudia, ni maisha yake yote. Kwa kila jambo akilipata ataenda kushuhudia. Yatakuwa ni maisha ya kudumu. Hata subiri tena kusukumwa. Kwa kila jambo atafanya hivyo. Akiwa amejifunza juu ya habari ya wajane, juu ya habari ya yatima, juu ya maskini, jinsi ambavyo tunatakiwa kuhudumia. Akilishika, amelishika. Haitakuwa kwa msisimko mpaka jambo fulani lije tena litangazwe kwa watu. Atalishika. Atalifanya ni sehemu ya maisha yake ya kudumu. Naweza kuona. Amejifunza juu ya kushuhudia. Amejifunza jinsi ya juu ya kushuhudia, wajibu wake wa kushuhudia. Amelishika hilo, amelishika. Haitakuwa amelishika sasa hivi, kesho limeondoka tena. Hapana. Atajua kama hashuhudii, ole wangu mimi nisipohubiri injili. Damu ya watu hao itatakiwa mikononi mwangu. Kama ameanza kuhubiri katika daladala, ameanza kuhubiri stendi, itakuwa ni maisha yake. Hata kubali moyo wake umsute kwamba leo hajashuhudia. Itakuwa ni maisha yake kushuhudia. Unaweza kuona? Itakuwa ni maisha kushuhudia. Haitakuwa ni kitu anashuhudia kwa msisimko tu. Amejifunza, ni mtendakazi. Anajua ni wajibu wake kufuatilia watoto wachanga kiroho ili wakue katika imani, ili waukulie wokovu, awafundishe ili waendelee katika imani. Atalishika hilo, itakuwa ni maisha yake ya kudumu. Hata ngojea kusukumwa. Hapana. Itakuwa ni furaha yake hiyo, kwamba watoto wachanga kiroho aliokabidhiwa na Bwana asimpoteze hata mmoja wao, isipokuwa yule tu mwana wa upotevu. Kama ni kiongozi wa kanisa nyumbani, ni kiongozi wa section, ni kiongozi wa zone, anajua majukumu yake ambayo anatakiwa kuyafanya, atayafanya. Ni wajibu wake. Itakuwa ni maisha yake ya kudumu. Haitakuwa ni kitu cha msisimko. Leo anaonekana amepamba moto, kesho amepoa. Hapana. Hapana. Ayubu hakuwa hivyo. Hata katika mazito yaliyompata, sio tu hata mema yakija kwetu, kama Mungu ametuambia katika neno lake tunatakiwa kufanya hivi, tusifanye hivi, tusifanye vile. Haitajalisha sasa kwamba kitu fulani kimekuja kwetu, kitu fulani kimekuja kwetu, kitu fulani kimekuja kwetu. Tutalishika lile neno kama mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu anatajwa mtu huyu bila kutaja jina lake. Anataja tu kuwa ni mtu wa Mungu basi. Alikuwa ni mtu wa Mungu kwa jinsi ambavyo maisha yake yalikuwa ni ya kudumu. Alimpendeza Mungu kiasi kwamba Mungu hata kumtaja jina lake. Anamuita tu mtu wa Mungu basi. Mtu wa Mungu, sikia maisha yake. Angalia sasa Wafalme wa kwanza sura 13. Wafalme wa kwanza sura 13 mstari wa 7 sasa mpaka mstari wa 9. Wafalme wa kwanza sura 13. Wafalme wa kwanza sura 13 mstari wa 7 mpaka mstari wa 9. Wafalme wa kwanza sura ya 13 mstari wa 7 mpaka mstari wa 9. Tunaona maisha ya mtu wa Mungu. Tuyapokee kuwa changamoto kwetu. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitakupa thawabu. Thawabu hapa ina maana zawadi. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitakupa zawadi. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, ujaponipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitakunywa maji mahali hapa. Maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana kusema, usile chakula chochote, wala usiwe maji, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Mfalme, nasikitika. Mungu ameniagiza hapa nisinywe maji, nisile chakula. Na kwa sababu hiyo siwezi kuingia kwako, hata ungenipa nusu ya nyumba yako mfalme. Maana yake ungenipa nusu ya ufalme wako, siwezi kufanya hivi.
Jaribu kuwaza. Lakini wako watu wengine ambao watatoka hapa, watakuwa wamepata scholarship, wamekwenda kusoma Ulaya, wameenda safari ya mafunzo Ulaya. Wamefika huko wakakuta kila mtu tu anavaa suruali, kila mtu anavaa suruali, mwanamke na yeye anavaa suruali. Ni baridi. Hakuna baridi, hakuna cha baridi. Mungu ameniambia hakuna kuvaa suruali, hakuna kuvaa suruali. Huo ndio utakatifu. Kwamba haitakuwa ni maisha msisimko, kwamba utaishi hivi ukiwa Afrika, utaishi hivi ukiwa Ulaya. Hapana. Utaishi hivi ukiwa ukiwa kwenye nyumba ya kupanga, utaishi hivi ukihamia kwenye nyumba yako. Utaishi hivi ukiwa na baskeli, utaishi hivi ukiwa na gari la kwako mwenyewe. Hapana. Yatakuwa ni maisha ya kudumu. Jaribuni wenyewe sasa. Mjithibitishe kwamba mko katika imani au la. Mtu mmoja katika Daniel sura ya 5, miongoni mwa maneno aliyoambiwa ambayo hakuyaelewa lilikuwepo neno tekeli. Mstari wa 27, Daniel 5:27, tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Na leo Mungu anakuambia mwanamke tekeli. Na Mungu leo anakuambia mwanaume tekeli. Na Mungu leo anakuambia kijana, anakuambia binti tekeli. Umepimwa katika mizani kwa misingi na umeonekana umepunguka. Pale ulipo, simama juu. Jijaribuni wenyewe sasa kwamba mko katika imani au la. Jithibitisheni wenyewe. Pale ambapo kwa misingi uliojifunza unagundua hujaokoka, kabla ya kuomba uwezo wa kuishi maisha ya kudumu, unahitaji kumwambia Yesu akuokoe. Futilia mbali maneno yale yote ambayo umekuwa unajidanganya uliokoka sijui tangu mwaka 70 ngapi, tangu mwaka 80 ngapi. Futilia ujinga huo. Bado wewe ni mtoto wa Ibilisi. Unahitaji kuokolewa. Watoto wa Mungu watendi dhambi. Wanajua hili ni dhambi, alafu wanatenda dhambi. Hapana. Watafanya lile ambalo hawajui kuwa ni dhambi, hawajajifunza habari zake. Na mara tu baada ya kujua, wataliacha moja kwa moja. Ndio unatakiwa kuanza kutubu dhambi zako, kumaanisha kuziacha na kumwambia Bwana, sitaki kabisa kuishi maisha ya dhambi, sitaki tena. Na kama unajifahamu umeokolewa lakini una maisha ya kudumu, umepungua mbele za Mungu, ni tekeli. Ujumbe kwako ambao Roho anakuambia leo ni tekeli. Umepimwa katika mzani na umepungua. Umepungua. Kwa sababu hii, wewe ambaye unajifahamu hujaokoka, utamwajia Yesu akuokoe. Wewe ambaye unajifahamu ni kweli nimeokolewa na uwezo kushinda dhambi, lakini maisha haya yanayosikia habari zake sijayaishi. Nimekuwa mtu wa kuishi tu hivi na hivi, na leo nimesisimka, leo nina moto, kesho moto umeondoka. Niangalieni mimi kama kielelezo. Kuna siku ambayo ameona nimepungua. Kuna siku ambayo ameona nimetoka katika hiki ninachokihubiri. Ndivyo ninavyoishi, ni maisha yangu ya kudumu. Ndio maana huyu ni mtakatifu Kakobe. Yule aliyenipa neema mimi aweze kukupa neema wewe leo. Na bila neema hii usidanganyike, huwezi kumwona Mungu. Unahitajika kukisogelea kiti cha neema leo kwa ujasiri, bila kujihesabia haki, ukiyachukia maisha unayoishi, kwa sababu maisha haya yatakupeleka jehanamu ya moto. Parapanda itakapolia itakukuta katika hali ya kupoa. Itakuwaje? Ikiwa uwezo ulishuka hata kwa watu nyakati za Agano la Kale wakawezeshwa, akina Yosia, akina Ayubu
Sembuse leo nyakati za Agano Jipya, leo na ahadi zilizo bora zaidi. Sembuse leo baada ya damu kumwagika pale msalabani. Sembuse leo wakati tuko katika kipindi cha neema, kwamba Kristo akitufundisha kweli, kweli inaambatana na neema. Iko neema ya kukusaidia wakati wa mahitaji. Na leo kama utakuja kwa kiu na njaa kutafuta maisha haya, leo utatoka na uwezo wa kuishi maisha ya kudumu. Tunapoimba wimbo huu, kama unajiona umepungua, utaisogelea madhabahu kadiri unavyoweza. Utaisogelea madhabahu ukiwa na kiu, ukiwa na shauku, sio kuja kulia. Tunatumaini umebarikiwa na mafundisho haya. Biblia inasema katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 22, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Isikilize kaseti hii tena na tena, na kuwapa wengine pia.